Vipi? Karibu. Mbona unalala sasa? Nimechoka tu mwanangu. Naumwa? Sio, nimechoka tu. Fanya kazi sana. Nikaza nyumbani si kidogo. Vipi? Fresh. Umeniacha toka muda huo peke yangu. Niambia nikawa. Si hata la kukwambia. Nilikuwa nimemiss tu muda mrefu. Asa nimefikiria kama mimi sijatoka mke wangu. Hivi tutakula nini maisha haya nimefikiria sasa hivi mtu kae nyumbani masaa yote. Unajua ni yangu mwenyewe. Haina shida. Kama umechoka sana hivi. Sijachoka. Mungu zangu umepata wapi mzangu? Kidude. Na havitoki hivi. Hapana kipele bwana hicho mwana. Kipele kwenye nguo jamani, kwenye hapa kwenye kola kipele gani? Sasa pana kitu gani hicho kana? Ulikotoka unaonekana kuzuri kweli. Au kasema kipele kwenye shati, kipele kinakuwa kwenye shati tena. Na mimi na muda mrefu Mungu wako sijaona. Kwa hiyo ndio natoka kwa mwanamke wako. Mimi sijamaanisha hivyo lakini ndio nimekwambia. Imeifikeje kwa hiyo ndio wivu wako? Wivu kitu gani? Kwa nini nafuka tu mke wangu uniamini? Yaani wewe unanichukua wivu kwa nini? Wewe angalia ndoa yetu. Tuna miaka mingapi mimi na wewe? Mbona sijawahi kufikia hatua kukusaliti kiasi hicho? Wewe ukiona mtu kajitumbua kipele pangine, wewe unasingizia kwamba tayari ndo mwanamke na mwanamke. Basi. Mwanamke na wivu wewe. Niambie mama. Poa, baby fresh. Fresh. Sikiliza yote 9. 10 unajua na njaa. Yaani fanya maarifa yako kabla sijabadili hata hizi nguo kwanza nile. Leo nimepika chakula kizuri. Kila unachokipenda kile. Ila kabla ya yote kuna vile ukapata. Katika nchi gani mgeni wangu? Atoke nchi gani? Kuna muda yule mfanyakazi wako kule shamba la bondeni kule nani kupita. Toka mbali. Amekuja hapa lakini kikubwa ambacho kilichomleta alikuwa anahitaji kwamba amemaliza kazi yake, anahitaji pesa zake, ndio kilichomleta. Lakini cha ajabu alichonishangaza, kaniomba mpaka andazi. Kaniomba andazi. Nakuomba wewe andazi? Wewe mtoka mbali. Ndio, kwani una tatizo? Kwani ulikuwaje mpaka kafikia hatua kukuambia maneno hayo? Hivyo tu amenieleza kwamba anahitaji kuja kuchukua pesa zake, kazi amemaliza. Baada kidogo nataka niingie ndani ndo kaniambia hivyo kwamba anahitaji japo kama andazi liko nimpe. Sasa kwani kuna tatizo gani? Unaona una tatizo? Hana shida yoyote. Ndio kuandalia chakula. Sikia. Andalia chakula. Alafu mimi itanilazimu niende kama sio leo japo kesho. Ukoge kwanza. Unapenda kula kama nini? Ngoja badili changamka. Napenda. Tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi. Mzee uonekani baba. Baba majukumu. Kweli. Majukumu. Si unajua si watu wa shamba? Kweli. Majukumu baba. Naona umejipanga vizuri. Si hapa ndo kama hivyo. Bwana nimekuja hapa. Kuna banda ulompa yule mtoka mbali. Si lile kule lile. Ndio. Bondeni lile. Ndio. Yule bwana yule kijana bwana kusema ukweli kaharibika vibaya. Unavyodhani ndivyo kumbe si. Yaani kaharibika sana, hafai hasa Katika jamii maana. Hafai. Haya. Na hivi ninavyokuambia, ile nyumba yako bwana imekuwa kama gesti. Gesti imekwisha kazi yani. Nyumba yangu mimi. Hii nyumba yako ulompa yule kijana. Imekuwa gesti. Yaani nyumba yangu imekuwa gesti. Gesti imekwisha kazi. Wanawake anabadilisha mara leo huyu, kesho huyu, kesho kutwa mwanamke huyu, bangi, pombe. Yaani hiyo ndo kazi yake. Imekuwa kama kanda mbili, akijikwa haungi. Mimi nimemsamini mama yake pamoja na yeye kisha nyumba yangu anaifanya guest. Baba hayo unaniambia kweli lakini? Yaani sadaka nishawahi kuja kukudanganya.
Sijawahi hata siku moja. Kwa hiyo hilo ndio nilokuambia ni la ukweli. Sasa nisikilize baba. Mimi niachi leo. Sawa sawa. Kesho tukijaliwa na mwamkia yeye. Umenifahamu baba? Nimekufahamu vizuri. Na mwamkia yeye kama nyumba yangu kaifanya guest, atapajua pa kwenda. Kwa kweli bwana, mimi naweza kukuambia kwamba akili kichwani mwangu. Wala. Lakini hilo swala analifanya yule kijana, yani watu wote wanashuhudia. Na wewe umekuwa kama yani ni mtu wa hekima. Mimi hata ni hapa bwana. Unaona hapo mimi ndio ninakupendea wewe. Mimi ndio nyumba yangu guest. Ananitafutia dhambi. Atakiona cha mzima kundu. Haya bwana, mimi napata majibu yangu. Kusema kweli. Sawa bwana. Mimi nashukuru bwana. Nashukuru kabisa. Nashukuru. Ndilo nileta kwako wewe tu. Sawa bwana. Kwa hiyo karibu sana. Tukijaliwa. Lakini uangalie. Nimekufahamu bwana. Haya. Nimekufahamu bwana. Karibu. Asante kijana. Bosi wangu. Habari yako? Karibu. Asante bwana. Vipi hapa? Safi mambo. Fresh, sharp. Mambo. Naona upo unatengeza kuni. Na ikaika sawa kidogo. Hapa tuko. Karibu sana. Asante. Hivi wewe kijana, nani alokutuma uje nyumbani? Mimi nilipomaliza kazi, niliona bwana nikufuate nyumbani ili unipatie mzigonga, lakini bahati mbaya sijakukuta bosi wangu. Shida iko wapi hapo? Hivi ndivyo hivyo tumekubaliana ndani ya ratiba zetu za kazi? Kwamba ukimaliza kazi uje nyumbani kwangu? Lakini nilikuwa nafuata pesa bosi wangu. Kweli. Sikiliza ya kijana. Nisikilize kwa makini sana. Mimi tulivyokubaliana na wewe wakati siku ya mwanzo ulivyokuja kutaka kazi, nimekwambia kwamba nitakulipa pesa zako. Sawa? Huna haja wewe kunifuata nyumbani kwangu. Tena inafika hatua unamdai andazi mke wangu. Wewe kijana wewe. Unajua mimi mtu mbaya sana. Bosi wangu, mimi nilimuuliza kama kuna ndazi kabagisha ndani, anipatie nile kwa sababu nilikuwa na njaa sana. Sikiliza baby. Hebu achana naye. Kijana mwenyewe hana hata adabu. Anawezaje kuja kwako kuja kuomba ndazi? Unajua huyu kijana ana matatizo sana. Mimi nilimpa kazi kwa kumwamini. Leo inafika hatua unaniletea zao, nitakufanyia kitu kimbaya. Sasa nakwambia vipi? Mimi ni mtu mwingine sana. Sawa? Na nilichokuambia kwanza sasa hivi, hiyo pesa yako sikupi. Na kazi basi. Lakini kazi mimi nishamaliza bosi wangu. Kwa nini usinipatie tu ile pesa yangu? Mbona simuelewa wewe? Wasikiza baby, asikuchoshe. Nitakuletea kijana mzuri, atakufanyia kazi tena kwa uadilifu na uaminifu. Kwa makini sana kijana. Tena nikuone uje nyumbani kwa siku nyingine. Utanijua kama mimi na mbavu. Lakini kijana, sikiliza kama chote sikafanya ile kijana. Yaani mpamba anakuwa na nguvu kuliko mwenye mali. Kijana wewe, utake niseme. Wewe sana wewe unajua mimi nani hizo kwa. Wewe kama unajua kwa watu wamekuja makala yote haya. Kwani asinipe pesa yangu na nizulumu kweli mimi? Ananizulumu, kanizulumu. Sasa mimi nafanya nini? Sina pesa. Sina chochote. Mimi nimeshauri kwa mke asiye.
Ni